kwa siku ya leo biidhnillah. Alafu kwa idhini yake Mwenyezi Mungu itakuwa ni somo endelevu kwa watu wa namna tofauti. Kuna sehemu mtagusa, alafu sehemu nyingine kaka Ramadhani ataendelea. Lakini pia haimaanishi kwamba tutakuwa tumemaliza eneo ya malezi. Tutakuwa tumetoa utangulizi tu na dondoo kidogo ambazo zinaweza kumsaidia mtu sehemu ya kuanzia. Lakini dhana ya malezi ya mtu ni dhana pana, na katika ulimwengu huu Mwenyezi Mungu alivyojalia, hakuna kiumbe anayelelewa muda mrefu kama binadamu. Katika ulimwengu tunaoishi hakuna kiumbe anayezaliwa ama anayelelewa kwa muda mrefu kama alivyo binadamu. Labda niseme tu kwamba kila jamii huwa inajipita katika ulezi wa vizazi vyake ili kupata maadili yanayoitambulisha jamii husika. Kila jamii huwa inawalea watu wake ikilenga wawe ni vitambulisho vya jamii yao. Yaani tukisema kwa mfano kama hapa Ikungi kunaweza kuwepo na makabila mengi, lakini kunaweza kuwepo kabila ambalo linatamalaki kwa sehemu kubwa, kiasi kwamba watu wakiingia ambao ni wazoefu wakimwona wanasema huyu atakuwa ni kabila fulani. Kwa nini? Kwa sababu ameakisi yale malezi ambayo amelelewa kwayo. Kama itakuwa ni jamii ya Wamasai, wana namna yao wanavyolelewa, kiasi kwamba kadiri anavyochipukia anaonekana wazi kwamba huyu mtu atakuwa ameleleka, na anapopotoka wanasema huyu atakuwa amepotoka, sio kama walivyo wao. Almuhimu, kila jamii huwa inalea watu wake kuakisi zile akhlaqi zao, kuitambulisha ile jamii husika. Lakini kila jamii inao mtazamo wake kuhusu malezi na maadili mema ya kijamii. Kila jamii inao mtazamo wake. Kuna watu, wakati nyinyi mnaona huu ni ubabe, kwa mujibu wa jamii husika inaona huo ni ujasiri. Haijalishi anamdhulumu nani, anafanya nini, kwa mujibu wa malezi yao ni kwamba mtu akiweza kumpora mtu akamnyang'anya na nini kwa ubabe, inaonekana ule ni ujasiri, kutegemea na malezi ya aina ya jamii husika. Tofauti wa mitazamo huwa inazalisha pia njia tofauti za kimalezi na tafsiri ya mienendo mema katika jamii husika. Kule kutofautiana mitazamo inaweza kuzalisha pia njia za namna tofauti katika kulea. Wakati sisi tukimwona mtoto anaanza kucheza mziki akiwa mdogo, tunasema huyu mtoto anapotea. Kuna mwingine anasema huyu mtoto atakuwa na kipaji kizuri sana, baadaye anaweza kufika mbali. Sisi tukisema kufika mbali tunamfikiria atafika motoni, lakini wao wanafikiria kwamba atafika mbali kwa mtazamo wao ni kwamba atayawini maisha. Hii ni mitazamo. Kwa hiyo kwenye malezi hapa kuna watu watamzuia huyu mtoto anayeanza kudansi mapema ili asije kuendelea, na kuna watu watakaomwendeleza kwa sababu ya mitazamo ya aina tofauti. Katika Uislamu, na kama mtangulizaji alivyotugusia, katika Uislamu malezi na maadili ya kijamii yasiyotokana na mwongozo wa Uislamu unakuwa ni batili na potofu. Malezi yasiyotokana na mwongozo wa Uislamu yanakuwa ni batili na yanakuwa potofu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya miongoni mwa aya za
kuteremka katika Qur'an ilikuwa ni pamoja na sura ya 5 aya ya 3. Allah asema leo wamekatieni tamaa kabisa wale waliokuwa kuhusu dini yenu, kwa hiyo msiwaogope tena, niogopeni mimi. Leo hii nimekukamilishieni dini yenu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, nimekukamilishieni dini yenu ya Uislamu. Uislamu ndio dini pekee inayoweza kuakisi maadili sahihi ya kijamii anayotakiwa kujitambua nayo kila mwanadamu kwa nyakati zote. Atakiwa kujipamba na malezi ya Kiislamu, lakini pia ajifaharishe na ajisikie kwamba amestaarabika kwa kufuata Uislamu na sio kinyume chake. Alalasaf, wakati mwingine kwa masikitiko, kwa mujibu wa jamii, kadiri mtu anavyofuata Uislamu wakati mwingine anaweza kuonekana kama mshamba fulani, lakini katika uhalisia kama watu waangalijua, kila unavyojaliwa kujipamba na Uislamu ndio litakiwa ujifaharishe na kujiona umetangulia mbele mzidi watu wengine. Tunapozungumza malezi hapa, imetazamwa malezi pengine ya watoto, na ni muhimu kufahamu kwamba ni nadra sana kumpa mtu usichokuwa nacho. Huwezi kumpa mtu usichokuwa nacho. Una hela, hawezi kuomba mtu utampa hela, hautampa kitu. Kama una maadili, hautampa mtu usichokuwa nacho. Kwa hiyo katika shuruti la kwanza katika kwenda kulea watoto, sharti wewe hayo malezi uwe nayo ili kumpatie. Na pengine tutakuja kuona katika changamoto kubwa tulionayo ni pamoja na kujitahidi kufikiri tunaweza kuwalea watoto kwa yale tusiyokuwa nayo, labda kwa rehema ya Allah, kwa sababu yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy. Hayo yanawezekana, lakini sio katika ile level ya jitihada ambayo tunazihitaji sisi katika level ya binadamu. Ndugu zangu katika imani, tunaposema malezi katika Uislamu, malezi ni mchakato. Malezi ni mchakato wa kumwandaa na kumsimamia mtu kiroho, kiakili, kitabia na kimwili. Malezi ni mchakato wa kumwandaa mtu na kumsimamia kiroho, kiakili, kitabia, kimaadili na kimwili, ili aweze kutekeleza lengo la kuumbwa kwake kwa ufanisi na ili kupata hatima njema ya mafanikio katika maisha ya akhera. Kumlea mwanadamu kiroho, kumlea mwanadamu kiakili, kumlea mwanadamu kitabia, kumlea mwanadamu kimwili. Lengo na madhumuni ya malezi, lengo na madhumuni ya malezi. Huyu mwanadamu alikuja duniani analo lengo. Ili lengo hawezi kulifikia mpaka alelewe. Moja ya lengo kubwa kabisa ni kumfanya aweze kumtumikia Allah ipasavyo. Akishamtumikia Allah subhanahu wa ta'ala inavyostahili, lengo namba 2 ni kumuokoa na moto na kumfikisha katika janna. Ni mambo mawili: amtumikie Mwenyezi Mungu vizuri hapa duniani, alafu jambo la pili, akienda huko akhera aepushwe na moto na aingizwe katika janna, na huko ndiko kufuzu kukubwa. faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Yule atakayeepushwa na moto akaingizwa peponi, huyo atapata mafanikio makubwa kabisa.
Kwa lugha nyingine, ni lazima kwanza wewe uwe mtumishi halisi wa Allah, utafute maarifa ya kutosha na ufanye jitihada katika kumtumikia Mwenyezi Mungu. Lakini mwisho wa yote, Mwenyezi Mungu akuepushe na moto na akuingize katika janna. Ukiwa na haya matumaini mawili, unaweza kulea vizuri ukatoa mfano wako kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Qur'ani inatuonyesha kwamba lengo la kuumbwa mwanadamu linalolengwa katika malezi ya Kiislamu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ufanisi na kwa kuwa kiongozi mwema wa jamii, kwa maana ya kuwa khalifa. Yeye mwenyewe aweze kumtumikia Allah, lakini pia awe khalifa kwa kuwaongoza watu wengine. Na kuzingatia maana hii, yatosha kusema wakati wa kumlea mwanadamu tunahitaji kuzingatia maeneo makubwa manne. La kwanza tumesema ni malezi ya kiroho, na hii malezi ya kiimani, kama tunasema tarbia kiimania, malezi ya kiimani. Na eneo hili linahusu kumjenga mtu itikadi sahihi, kumjengea mtu itikadi sahihi juu ya imani sahihi ya Kiislamu, kuupenda Uislamu na matendo yake ya kiibada, na kuepuka shirki za aina zote. Tarbia kiimania, malezi ya kiimani, tunasema hii inahusu kumjengea mwanadamu itikadi sahihi katika kuamini, awe na imani sahihi ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia aupende Uislamu na matendo yake, matendo ya kiibadati, lakini pia kumsimamia aepuke na shirki za aina zote. Kwa lugha nyingine, kinachokusudiwa hapa ni kwamba msukumo wa kutenda na kuacha utokane na nguvu ya hofu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuamini nguzo zote za imani ya Kiislamu na nguzo ya ihsan. Na hii ndiyo nguzo kuu kabisa na muhimu katika malezi ya Kiislamu. Nilikuwa nawaambia wenzangu nawafundisha darasani, nikaambia mazingira tulionayo, kwa mfano leo watoto wa miaka 16, 18, tena pengine hata chini ya hapo, anakaa na mzazi nyumbani kwa muda mfupi mno, lakini muda mwingi anakuwa yuko mwenyewe. Pengine tukisema hizi shule za primary na sekondari, naweza kusema wako na walimu kule shuleni, lakini njiani kutoka nyumbani mpaka kufika shule kwa ibilisi ni muda mrefu kabisa. Yaani kuharibu ulioyatengeneza kwa miaka mingi, kuharibika ndani ya saa moja kwa ibilisi ni muda mrefu kabisa. Kama hana malezi ya kiimani, sasa hivi tunamkosa huyo tunayemtarajia. Sikwambii watoto wa miaka 16, 17, 18 mpaka 20 hapo anamaliza form 4. Sasa hivi mtoto anakwenda chuo. Anapokwenda chuo kule anapanga mwenyewe nje.